zamu. Andika kusimama kwa zamu. Kusimama kwa zamu. Fungua kitabu cha Habakuki 2 mstari wa kwanza A. Soma pale Habakuki 2 mstari wa kwanza A. Habakuki sura 2 mstari wa kwanza Biblia inasema, mimi nitasimama katika zamu yangu. Ishia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nitasimama katika zamu yangu. Nianze kwa kusema kwamba kila mtu aliyeokoka ndani ya kanisa amepewa wajibu na Mungu wa kutekeleza. Amepewa wajibu na Mungu wa kutekeleza. Yeye kama yeye. Pasipo kuangalia mtu mwingine. Pasipo kuangalia kushoto au kulia. Yaani Mungu anapokuita, unapokuwa umempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wewe binafsi tambua kwamba umeingia kanisani si kwa bahati mbaya, lakini upo wajibu ambao Mungu amekupa. Mungu hawezi kukuokoa ukaingia kanisani alafu kakaa ukatulia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tambua kwamba Mungu amekuokoa kwa makusudi. Hajakuokoa kwa bahati mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kusimama kwa zamu hakujaanza leo. Yaani kumeanza katika historia, kumeanza toka enzi za uumbaji. Yaani Mungu alipomuumba Adamu na Hawa, alipowaweka katika bustani ya Edeni, aliwaelekeza kusimama kwa zamu. Aliwaelekeza kusimama kwa zamu. Kwamba yule ambaye atakayeshindwa kusimama kwa zamu yake atasababisha uharibifu kutokea katika eneo husika. Lakini Mungu alipokuwa anawaita watumishi mbalimbali, wote aliwapa wajibu. Alipokuwa anawaita mitume, anaochagua wale mitume 12, aliwapa wajibu, aliwapa kazi ya kufanya. Alipokuwa anamuita Saulo wa Tarso ambaye ni Paulo, alimpa kazi ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa tangu mwanzo Mungu ametengeneza utaratibu wa kila mmoja kutambua nafasi yake na kuiwajibikia. Habakuki anasema kwamba mimi nitasimama kwa zamu yangu. Anasema sisi nitasimama kwa zamu yangu. Maanake wapo watu wanaosimama kwa zamu tofauti hapa kanisani. Wengine wanasimama kwenye zamu ya maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini yupo mwingine amesimama kwenye zamu ya kuhakikisha kwamba mazingira ya kanisa yako vizuri. Yupo mwingine amesimama kwa zamu kuhakikisha kwamba wenye shida, wenye changamoto mbalimbali anawafikia. Wagonjwa kwa mfano wapo kanisani, akapata taarifa kwa sababu yeye zamu yake ni eneo hilo, kwamba yeye Mungu amemweka katika hilo eneo, ni mwepesi wa kunyanyuka kwenda kuwatembelea wagonjwa na kuwajulia hali. Hiyo ni zamu yake. Bwana Yesu asifiwe. Muulize mwenzako kwamba wewe zamu yako ni ipi? Inawezekana upo kanisani hujui wewe nini cha kufanya.
hasara. Hiyo ni shida kwenye mambo ya kiroho. Yaani wewe kama umekuwa ni mtu wa kuingia na kutoka, hujui kwamba nini takufanya ndani ya kanisa. Yaani hujui kwamba nifanye nini mimi kanisani, nifanye nini. Hiyo ni shida. Yaani unakuwa ni mtu wa kuingia na kutoka ndani ya kanisa. Jumapili, ngoja niende ibadani Jumapili. Ukishaenda ibadani Jumapili, naenda kumwabudu Mungu, napiga na sifa na nini. Baada ya hapo narudi nyumbani kula ugali. Na jioni sirudi, mambo mengi sana pale. Ibada mbili zote za nini. Unayo hasara kubwa, yaani mtu wa namna hiyo, mwenye sura ya namna hiyo, ambaye hujui zamu yako. Hujui nini takufanya wewe kama muumini wa kanisa la Kazima. Ni hasara.